بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من النار. Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi isipokuwa kumshukuru Allah azza wa jalla kwa neema tofauti, kwa fadhila zake, kwa minna zake ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, ikiwemo neema ya Uislamu na vile vile neema ya siha. Ibadallah, inna litafakkuri fil ayati allati naqra'uha atharun kabirun fi khushu'il qalbi wal jawarih. فتدبر القرآن يزيل الغشاوة ويفتح النوافذ ويسكب النور ويحرك المشاعر ويستجيش القلوب. وكثيرا ما نجد أن بعض الآيات القرآنية ختمت بقوله تعالى: لعلهم يتفكرون أفلا يعقلون. فالقرآن الكريم يدعونا إلى التفكر في الآيات الله عز وجل. نقسم الإسلام katika siku hii letu tutakuwa ni kuzungumzia tadabbur al-Qur'an, mtu kuzingatia Qur'an. Pale ambapo kwamba huyo mtu amesoma Qur'an anakuwa ni mwenye kuzingatia ayatullah azza wa jalla, walaysa mujarradul qira'a, hawi mwenye kuisoma kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuisoma, bali anakuwa ni mwenye kuisoma hii Qur'an na katika kalbi yake anakuwa ni mwenye kufanya tadabbur, anakuwa ni mwenye kuzingatia, anakuwa ni mwenye kupata ibra ndani yake. Hakika inna litafakkur fi al-ayati allati naqra'uha atharun kabir fi khushu'il qalbi wal jawarih. Hakika katika kuisoma hii Qur'an ndani yake kuna mazingatio katika na ina athari kubwa sana fi khushu'il qalbi, katika khushu' na ile katika kunyenyekea kwa mwanadamu, takwa ya mwanadamu katika kalbi yake, vile vile wal jawarih katika viungo vyake vinamsaidia. Fatadabbur al-Qur'an ndani yake ina faida nyingi: yuzilu al-ghishawa wa yaftahu an-nawafil wa yaskubu an-nur wa yuharriku al-mashaa'ir. Hizi zote ni katika fadhila ambazo kwamba zinapatikana iwapo huyu Muislamu atakuwa ni mwenye kuisoma hii Qur'an. Walaysa mujarradul qira'a, hawi ni mwenye kuisoma kwa ajili ameamrishwa kusoma ama anaifanya ni ada, amezaliwa akapata watu wanaisoma Qur'an akawa ni mwenye kuisoma Qur'an. Lakini iwapo atakuwa ni mwenye kuzingatia kalamullah azza wa jalla, ndani yake atakuwa ni mwenye kupata hizi fawaid. Wakathiran ma najidu anna ba'd al-ayat al-Qur'aniyya khatamat biqawli, na sana aglabia unapata Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia aya kisema la'allahum yatafakkarun, ili wao ni kutafakari, ili wao ni kuzingatia, na nia yake wapate mafunzo, na nia yake wapate mwongozo hii Qur'an. Afala ya'qilun, je, hawao ni kupata akili, hawao ni kupata mwongozo kupitia hii Qur'an? Kwa nini iwapo Muislamu atakuwa ni mwenye kuisoma hii Qur'an bila kuizingatia? Fal-Qur'anul Karim yad'una ila at-tafakkur fi ayati Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hii Qur'an kitabun anzalnahu, kitabu ambacho Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia anzalnahu ilayka Muhammad, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumekushushia wewe hii Qur'an. Mubarakun ni baraka, naam, liyadabbaru ayati, madhumuni ni nini? Ili watu kupata tadabbur, watu wenye kuzingatia ayati, aya kama ni kalamu Allah azza wa jalla, waliyatadhakkara ulul albab,
na wale ambao kwamba kuna akili wanakuwa wenye kukumbuka, wanapata mazingatio kupitia hii Qur'an. Ulul albab, wale ambao kwamba kuna akili. Wasaala waqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anasema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha. Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Muhammad anakuwa ni kuelezea, anasema afala yatadabbaruna alquran, je hawao wenye kuizingatia hii Qur'an hawapati ndani yake mazingatio? Ama ala qulubin aqfalha, ama katika nyoyo zao kuna vifuli. Kwa nini? Humul ladina ughliqat qulubuhum, hizi nyoyo zao zimekazwa ni kuweka kifuli, na kwa ajili ya kuweka hiyo kifuli inapelekea nini? Watahajjarat an qabuli alhaq, inakuwa ni kukataa haki. Kwa nini? Nyoyo zao zimekuwa ni kuweka kifuli, kama qala mufassirun, kama vile wafasiri hii aya, ughliqat qulubuhum, nyoyo zao zimekuwa ni kuweka kifuli, thumma ba'da dhalika tahajjarat an qabuli alhaq, zinakataa haki kabisa. Waqad kana al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ni qudwa hasan. Vipi alikuwa anaisoma hii Qur'an? Je, alikuwa anaisoma mujarradul qiraa mutlaqan, anaisoma tu hivyo ama anapata taathir? Waqad kana al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam yataatharu bil Qur'an ashaddu ta'thira. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaathirika sana na hii Qur'an, anaathirika ni khushu', anapozingatia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapata taathiri kupitia hii Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha qara'ahu aw quri'a alayhi, pale anapokuwa anasoma hii Qur'an ama anaposomea, idha qara'ahu aw quri'a alayhi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iwapo atakuwa mwenye kusoma hii Qur'an anapata mazingatio, ndani yake anapata tadabbur, anakuwa ni mwenye kupata ile athar kalamullah azza wa jalla. Vile vile au quri'a alayhi, au anaposomea, maana yasma'u al-Qur'an, anasikia hii Qur'an. Angalia katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema annahu qala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah anasema qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliniambia mimi. Ibn Mas'ud anasema ikra alayya al-Qur'an, nisomee mimi Qur'an. Ibn Mas'ud anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwambia, faqultu, Ibn Mas'ud akasema aqra'u alayka wa alayka unzil, nikusomee hii Qur'an, na hii Qur'an kwa wewe imekuwa ni kushukishwa. Allah subhanahu wa ta'ala amshukisha hii Qur'an kwa wewe, je nikusomee hii Qur'an? Ibn Mas'ud anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri, mimi napenda hii Qur'an niisikie kwa mtu ambaye kwamba si mimi. Hakika hii Qur'an imeshushwa kwangu, lakini napenda kuisikia kwa mtu ambaye kwamba si mimi. Naam, min ghayri. Qala Ibn Mas'ud anasema faqara'tu alayhi min surati an-nisa, nikawa mwenye kumsomea surati an-nisa. Anasomea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasikiza hatta idha balagtu qawluhu ta'ala, mpaka pale ambapo tulifika aya Allah azza wa jalla anasema fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid, Ibn Mas'ud anasoma hii Qur'an fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Fakayfa idha ji'na, maana hii aya fakayfa idha ji'na, pale ambapo kwamba vipi itakavyokuwa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid, katika kila umma Allah subhanahu wa ta'ala analeta shahidi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala analeta shahidi kushuhudia kuwa ya Allah nilikuwa nimefikisha hii da'wa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alinituma nilifikisha. Wajina bika ala haula'i shahida, يوم القيامة كلا umma italeta nabii katika kaumu ya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta nabii Allah Musa katika kila kaumu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid, na ikifika wajina bika ala haula'i shahida, na katika umma wako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuja kama shahidi. Qala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia hii aya akasema hasbu, akamwambia tosha. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah anasema faltafattu ilayhi fa idha aynahu tadrafan, anasema nilimwangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nikamuona yeye anakuwa mwenye kulia, anapata ile uzito kama Allah subhanahu wa ta'ala anaongelea hii aya. Naam, faltafattu ilayhi fa idha aynahu tadrafan, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam analia, anajua يوم القيامه yeye atakuwa kuja shahidi katika kaumu yake, anakuwa mwenye kushuhudia يوم القيامه Allah subhanahu wa ta'ala da'wa ambayo kwamba ilikuwa ulimtuma ya Allah subhanahu wa ta'ala fikisha. Vile vile Nabii Allah Isa يوم القيامه atakuja kama shahidi. Naam, wa kuntu alayhim shahidan ma dumta fihim, nilikuwa shahidi katika ile da'wa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ulimtuma nilifikisha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasikia hii aya, anapata ile taathir, anakuwa mwenye kutoa machozi. Wa an Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar anasema qala
lamma ishtadda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lamma ishtadda bi rasulillahi waj'ahu qila lahu fi salam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika akhir waqtihi, pale alipokuwa karibia kuaga, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa mwenye kuzidia, qila lahu fi salam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaambiwa sala imefika. Qala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, muru Aba Bakr fasalli bin nas, muamrisheni huyu Abu Bakar awe ni mkusalisha watu. Muru Aba Bakr, sababu yeye alikuwa ni khalilu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yeye alikuwa kama ni rafiki mwandani wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, muru Aba Bakr falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakar, mwambieni yeye ndiye akwenda mkusalisha watu. فقالت عائشة كما نمكن محمد صلى الله عليه وسلم vile binti Abu Bakr radhiallahu anhu akasema, inna Abu Bakr rajulun raqiq idha qara'a al-Qur'an ghalaba alayhi al-buka. Yeye alikuwa anamjua baba yake, akasema inna Abu Bakr, hakika Abu Bakr ambaye kama ni baba yake, rajulun raqiq, ni mtu ambaye kwamba moyo wake ni mwepesi sana. Naam, idha qara'a al-Qur'an, pale ambapo anasoma hii Qur'an, ghalaba alayhi al-buka, machozi yatakuwa ni kumzidia, atashindwa kusoma hii Qur'an kwa sababu ya nini? Machozi. Na kwa nini yale? Sababu anapata ile taathiri katika Qur'an. Ghalaba alayhi al-buka. Aisha anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuwa ni mwenye kumwamrisha Abu Bakar na swalishi, lakini ni mtu ambaye kama moyo wake ni mpesi, atakuwa ni mwenye kulia pale ambapo anapata taathiri, anapata ile ibra, anapata ile kalamu Allah azza wa jalla, anakuwa ni mwenye kulia. Ghalaba alayhi al-buka. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, muruhu falyusalli bin nas. Hivyo Abu Bakar anakuwa mwenye kulia, muruhu falyusalli bin nas, mwamrisheni yeye mwenye kusalisha watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hali biragmi min dhalika fadlan, kutokamana vile na hiyo nini yake, au ni mwenye kusalisha watu. Washahidu min dhalika, nini madhumuni ya hadithi? Annahu kana ta'atharu bil Qur'an, alikuwa anaathirika na hii Qur'an, alikuwa anaathirika na kalamu Allah azza wa jalla, hatta la yamliku nafsahu min al-buka' 'inda al-qira'a, mpaka akawa hawezi kumiliki nafsi yake pale kwamba anasoma, hawezi kumiliki nafsi yake katika kuulia 'inda al-qira'a. Wa fi tarjumati Umar, na katika story ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, khalifa pili, annahu kana fi wajhihi khattan min al-buka, katika uso wake ilikuwa ni mistari miwili ya machozi. Naam, kana fi wajhihi khattan min al-buka. Walimadha? Alipokuwa anasoma Qur'an alikuwa ni mwenye kulia, anapata ile taathiri, anakuwa ni mwenye kulia mpaka hiyo kulia ikawa ni ikatengeneza mistari miwili katika uso wake. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, angalia katika hadithi Abi Hurairah, tunaangalia masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali yake pale kama anasoma Qur'an, masahaba pale kama anasoma Qur'an, wale ambao kwamba ni ulil irfan wanapoisoma Qur'an wanakuwaje kupata kutaamul na hii Qur'an, kutaamul na kutangamana na hii aya Allah azza wa jalla. Je, wanakuwa ni kuisoma kwa sababu watu wameamrisha, wanaifanya ada kusoma tu Qur'an kwa sababu Muislamu anafaa kusoma Qur'an bas? La, wanakuwa ni kupata taathiri ya hii Qur'an. Angalia Abi Hurairah anasema, qala lamma nazala Allah subhanahu wa ta'ala tushkisha ayat, afa min hadha alhadith ta'jabun. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, watadhakuna wala tabkun wa antum samidun. Allah subhanahu wa ta'ala, afa min hadha alhadith ta'jabun, je kwa haya mambo mnakuwa ni kustaajabika? Afa min hadha alhadith ta'jabun watadhakuna wala tabkun, na mnakuwa ni kucheka wala hamli, hampata mazingatio yote, ibra yote katika tadabbur yote, hamtafakari kwa yale Allah subhanahu wa ta'ala ameshikisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Abu Hurairah anasema pindi hii aya Allah subhanahu wa ta'ala alishikisha, baka ahlu sufa hatta jarat dumu'uhum ala khududi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alishikisha hii aya, baka ahlu sufa. Ahlu sufa ni wale ambao kwamba walikuwa wanakaa katika msikiti, wale ambao kwamba Ansar na Muhajirun, wale ambao kwamba walitoka hijra kutoka Makka wakawa wenye kwenda Madina. Hao ahlu sufa walikuwa takriban 70, walikuwa wanakaa msikitini, wanalala msikitini, wanakula msikitini. Baka ahlu sufa waliposikia hii aya wakawa ni wenye kulia, hatta jarat dumu'ahum ala khududihim, baka machozi yao yakawa ni kulia katika mashavu yao. Falamma sami'a al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa anasikia kilio chao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baka ma'a. Abu Hurairah anasema akawa mwenye kulia pamoja na wao. Kwa nini? Anajua ile mambo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mwenye kuzungumzia. Afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Faqala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa mwenye kulia pamoja na wao akasema, la yaliju an-nar, hata kwa ni mwenye kuingia motoni,
man baka min khashyati Allah, ila ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kulia kwa ajili ya nini? Khashya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuwa ni mwenye kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala pale kwamba anapata tadabbur, anakuwa ni mwenye kufanya tafakkur, basi anakuwa ni mwenye kulia, anakuwa ni mwenye kupata ile khushu', analia la yalijunna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema hata kwa mwenye kuingia motoni. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Aqulu ma tasma'un. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تارة أخرى فإنها من مفاز ابن آدم، حيث يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفاز، وإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Ama tukiwa ni kuendelea katika khutba yetu ya pili, tumekuwa ni kuangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipi alitangamana na hii Qur'an, alipokuwa nisoma hii Qur'an, tukaangalia masahaba. Sasa tutaangalia wale matabi'in, wale ambao kwamba walifuata masahaba, wale ambao kwamba ni khairul qawm, waliokuwa ni baada masahaba walikuwa wanaamiliana na hii Qur'an. وعن إبراهيم الأشعث نسمع قال سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد. أنا سمع اللي مسكيه فضيل أكيوا ذات ليلة usiku mmoja وهو يقرأ سورة محمد، na nasoma سورة محمد وهو يبكي، na anakuwa ni mwenye kulia، ويردد هذه الآية، na anakuwa ni mwenye kurudia hii aya ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Alikuwa ni mwenye kusema hii aya wala nabluwannakum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutakuwa ni kuwapatia ibtila, tutakuwa ni kuwapatia mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kupenda qaum. Allah subhanahu wa ta'ala atapenda qaum, atapenda katika mujtama, ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala anawapatia mtihani. Naam, ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha, yule ambaye kama atakuwa ni kuridhia hii tena Allah subhanahu wa ta'ala kuna ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini khilafu dhalika, pasina hiyo faman sakhata falahu as-sakh wa man sakhata falahu as-sakh, yule ambaye kama atakuwa ni mkasirika kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ampatia ibtila, Allah subhanahu wa ta'ala ampatia mtihani, basi yako na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wala nabluwannakum, tutawapatia nini mtihani? Hatta na'lama al-mujahidina minkum, mpaka tujue wale ambao kama wanafanya al-jihad fi sabilillah, mpaka tujue wale ambao kama wanapigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina, na wale ambao kama wanakuwa ni kufanya nini? Fanya subra. Was-sabirina wa nablu akhbarakum. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala sema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Na kwa Allah subhanahu wa ta'ala tupatie ibtila, kwa Allah subhanahu wa ta'ala tupatie imtihani. Hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa kubainisha, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa kufanya tawdih. Huyo ndio kwamba anafanya subra kwa ibtila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mtihani Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashshir as-sabirin wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Allah subhanahu wa ta'ala sema tutapatia mtihani bi shay'in min al-khawfi, katika uoga, bi shay'in min al-khawfi wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, na upungufu wa mali wath-thamarat na matunda. Lakini hii yote wabashiri sabirin, wala ambao wanakuwa ni kusubiri, wabashiri, wape bishara, wao watakuwa ni kupita hii mtihani, watakuwa ni kupita hii mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala amepatia. Kwa hivyo wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum. Kwa hivyo Fudhail alikuwa anasoma hii aya na anakuwa ni kuirudia, waja'ala yaqul, na alikuwa anarudia hii aya, sema wa nablu akhbarakum wa nablu akhbarakum, anakuwa ni kuirudia. Anasema na akisema baada anakuwa ni kurudia hii aya wa yuraddidu Allah subhanahu wa ta'ala innaka in balawta akhbara. Iwapo Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni kuangalia katika habari zetu, Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni kufungua katika habari zetu, fadahatna, Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni kutufedhesha, wa hatakat astarana, na ile pazia ambayo kama imetustiri, pazia ambayo kama imetustiri min adh-dhunubi wal khataaya, tukamana na dhambi na zile makosa ambazo kama tumefanya na maasi,
Allah subhanahu wa ta'ala hiyo pazia utakuwa ni kuifungua. Innaka in balauta akhbarana, iwapo Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni kuangalia katika habari zetu, balauta akhbarana, zile mambo ambayo kama tunakuwa ni kuyafanya, ahlaktana, ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa umetuangamiza Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhabtana, na utakuwa ni mwenye kutuadhibu, wa yabki, na anakuwa ni mwenye kulia. Anapata ile tadabbur Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kumstiri mja wake. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wote watakuwa wenye kupata msamaha kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, illa almujahirin, isipokuwa wale ambao kama wanafanya tajhir, wanakuwa ni kudhihirisha maasi zao. Na maana Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuweka pazia. Kwa hivyo imbalauta akhbara, anasema yupo Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni kuangalia katika habari zetu, fadhahatna, utakuwa ni kufedhehesha zile dhunubu ambazo tumefanya katika nini ya nyuma, wa hata katika astara, na ile ambayo kwamba hazijulikani. Innaka in balauta akhbarana ahlakatna wa adhabtana, utakuwa umetuangamiza na utuadhibu, wa yabki. Kwa hivyo ala umum Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale ambao kama wamekuamini. Naam, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na nyoyo zao zikapata utulivu, zikapata sakina bi dhikrillah, kwa utajo Allah subhanahu wa ta'ala. A'zamul adhkar, katika zile adhkar ambazo kama ni kubwa Muislamu anaweza taja ni al-Qur'an, kwa ni kuisoma al-Qur'an. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Haka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anakuwa anapata ile utulivu ya nafsi, mtu anakuwa anapata sakina ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema law hii Qur'ani ilikuwa ni kushusha ala jabalin, katika majabali, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah, ungeziona la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah, zimekuwa ni kunyenyekea, mutasaddian min khashyati Allah, ziko na woga min khashyati Allah, katika ile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, na hizi mifano ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapeana, وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anakuja na mifano katika Qur'an? واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا, kwa nini? لعلهم يتفكرون, ili hao wanadamu wao ni kutafakari. Naam, hizi kisa ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, kuna kisa Nabiiullah Musa, katika Qur'an kuna kisa Nabiiullah Yunus, kuna kisa Nabiiullah Yusuf, zote ziko. Lakini kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala kuja na hizi kisas, kuja na hizi stories katika Qur'an? Limadha? Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, na hizi kisas na hizi stories ambazo kama Allah subhanahu wa ta'ala anapeana, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ndani yake kuna tadabbur, ndani yake kuna mazingatio, ndani yake kuna ibra, ndani yake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ما كان الحديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هيكون الحديث المقام الله سبحانه وتعالى بيتون يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. لذلك مزورنا زيكم تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. بس نقول يبين شكل كيتو وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. لأن يكون موجود رحمة للقوم يؤمنون ولا يكون مؤمنين. فإذا yote madhumuni ni huyu Muislamu. Yule ambaye kama al-Qari anafanya kusoma Qur'an, anakuwa ni mwenye kuisikiza hii Qur'an, anakuwa ni mwenye kusoma. Ima anasoma ama anasikiza hii Qur'an, anapata ndani yake mazingatio. Anapata nini ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kukusudia hii aya. Iwapo Muislamu hawi mwenye kusoma hii Qur'an, na iwapo anaisoma hawi mwenye kuifahamu, na iwapo Muislamu atakuwa ni mwenye kuifahamu hii Qur'an, je, ile mambo ambayo kama imetoka katika Qur'an, ile akao ambayo kama imetoka katika Qur'an, je, anaiweka katika vitendo? Je, anaifanyia kazi katika maisha yake? Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tufaidike na hii Qur'an, na leo tupate tawfik katika hii Qur'an. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'ala al-khulafa'i al-arba'
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم كن لهم معينا، اللهم كن لهم معينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم.